Tumejiandaa, tumetambulishiwa kocha, tumempokea. Nadhani baada ya hapo sasa usajili tunaweza kusema unaanza rasmi. Lakini binafsi kwa ninavyofahamu usajili wa Yanga umeshakamilika na umeshamalizwa. Kilichobakia sasa hivi ni kuanza kutambulisha mmoja baada ya mwingine. Niupongeze idara ya habari ya Ali Shabani Kamwe. Mfumo mwaka huu aliotumia kutambulisha kocha ndio wautumie pia kutambulishia wachezaji wetu. Wasiandae tension yoyote, wasiandae siku na chuma kinakuja, wasiandae nini wala nini. Mtu unakuja kutamaki, unashangaa unalala unaamka, unakuja kumuona Lionel Messi amevaa green and yellow. Nani? Au Messi singano? Nasema hivi, mfumo ambao unaotumia msimu huu yani mfumo mzuri sana ambao kwenye klabu hii. Na ningeomba kwenye utambulisho wa wachezaji kupitia idara yetu ya habari inayoongozwa na Ali Shabani Kamwe. Mfumo ule utambulisha kumtambulisha kocha yetu ndio utumike pia kutambulisha wachezaji wetu. Unalala unaamka, unakuja kuwasha data zako, unakuja kukuta Lionel Messi amesajiliwa kwenye klabu ya Yanga kuelekea msimu ujao. Messi gani? Wewe shikilia hapo kwenye Lionel Messi. Singano Messi hapo? Kuna Lionel Messi wa Afrika anakuja kucheza pale kwenye klabu hii ya Yanga. Ni mchezaji ambaye anatoka Afrika Mashariki na Kati. Sasa sikupi kodi kamili kama huyu anatoka nchi gani. Ila binafsi na usajili unaokwenda kufanyika msimu huu, kama umeshawahi kucheza na Yanga msimu uliopita, safari hii kabla ukutana na Yanga, tuwasi mashabiki na viongozi waanze kunywa panado, maana baada ya mechi kuisha kuna watu watapata malazi mengi sana ambayo hata tiba kamili Muhimbili watashindwa kujua tunamtibu nani tunamwacha nani. Kwa sababu msimu huu klabu yetu imeamua kufanya usajili uliokuwa bora unaoendana na matakwa ya klabu yetu. Tuseme ule ukweli, msimu uliomalizika wa mwaka jana tulijaribu kupambana kadri tuwezavyo, ila tumeweza kuchukua ubingwa mbalimbali kutokana na uzoefu tu wa klabu yetu. Ila tulikuwa na timu ambayo wachezaji wengi ambao walikuwa wamesajiliwa kwenye klabu hii, wengi walikuwa wameshindwa kuendana na mwenendo wa klabu yetu, wameshindwa kuendana na hali halisi ya klabu yetu. Sijui wengine ndo hali ya hewa, mazingira yalokuwepo ndio hivyo, lakini ni wasii wachezaji wote wapya mnaosajiliwa na klabu ya Yanga, chonde ni waombe mnakotoka makwenu, hakikisheni muwe mmeaga. Siamini kama kuna mtu anatoka Europe. Asili ya Afrika kila mmoja anaifahamu. Unatoka Afrika Magharibi, unatoka Afrika yoyote, aga kwenu. Nenda kwenye mizimu ya babu yako na mama yako huko na babu zenu, nenda wakakutambukie vizuri. Ukija kwenye hii nchi uhakikishe unakuja uko vizuri. Ukija kwenye nchi hii ukiwa mwili wako umeupaka mafuta, alafu utegemee kupanda mnazi, bro, utateleza kila siku endao kwa Mungu. Ukitazama Kizenga, usajili wa msimu uliopita na kulinganisha na usajili ambao mnaofanya Young Africans msimu huu, una tofauti gani? Na msimu uliopita tunajua uliwaangusha kwa kiasi kikubwa sana. Tofauti ni ipi? Tofauti wa msimu huu na msimu unaokuja, kwa sababu msimu huu mpaka unatamatika Max Nzengeli labda anapata injali, unaanza kufikiria kwenye benchi la ufundi kuna nani? Manake msimu huu tulikuwa na timu ambayo sio kikosi kipana tafsiri yake. Ila safari hii tunakwenda kusajili kikosi kipana. Kila namba ina watu wawili na watu wawili hao ni watu aswa. Akitoka mtu anaingia mtu, sio akitoka mtu anaingia afadhali ya mtu. Sijui unanielewa vizuri. Mfumo sasa hivi wa kwanza usajili wachezaji ambao wanaovaa maliboni kukaa majukwaani tu na kuanza kuvaa eleni, nadhani sio muda wake. Mimi simfahamu huyo ni nani. Ila sasa hivi muda wa kusajili Matozi hatuna hiyo time. Muda huu sasa nina imani kupitia Engineer Harris pamoja na kamiti yake watakwenda kutuletea wanaume wa shoka wanaoweza kuipambania timu yetu uwanjani. Lakini mara pengi tumekuwa tukisikia majigambo kabla ya usajili Chief Kizenga, tambo za usajili, lakini baadaye mnaanza kulaumiana wenyewe. Nani alisajili, nani alisajili? Shida nini? Msimu uliopita tunaweza tukasema kitu kimoja. Engineer Harris baada ya majukumu mengi ya kuongoza klabu ya Yanga, baada ya hapo akawa majukumu ya usajili akawa anayaacha kwenye benchi la ufundi pamoja na makocha ambao wanaofundisha klabu ya Yanga. Lengo na mazumuni ni nini? Hakutaka kuingilia majukumu yao ili wawalete watu wao wanaowataka wao. Lengo na mazumuni, ikitokea mchezaji kafeli, ikitokea timu ikufanya vizuri, majibu na maswali yatakwenda kwao, wao ndio watakaotujibu sisi vizuri. Ila safari hii kupitia Ali Shabani Kamwe tumemuomba rais wetu aingie mwenyewe chimbo kama ilivyokuwa zamani. Na mfano mdogo, baada ya kuingia chimbo yeye mwenyewe kaenda pale Uganda katuletea Alan Okello.
sasa hivi Afrika Mashariki na Kati inamuimba Star Boy ni nani. Kwa manake Engineer Hersi ana IQ kubwa sana kwenye football, ana ushawishi kwenye kila mchezaji ambaye anayekwenda kukutana naye, ana uwezo wa kumshawishi na kumuingiza kwenye mfumo wake. Yaani Engineer mfumo wake kwa sisi vijana wa kileo ni sawasawa na mwanaume ambaye ana uwezo mkubwa sana, hata ukimwacha na mwanamke wako ni tatizo. Maneno yake mawili anaweza akamchukua mwanamke wako akaondoka naye. Kwa hiyo Engineer Hersi ana huo ushawishi, ana huo uwezo. Ukiangalia kwenye mantiki moja ama mbili, lengo na mazumuni, tunahitaji kuona klabu yetu inakwenda kwenye mafanikio makubwa kuanzia ndani mpaka barani Afrika. Kuna ambao wanaamini kumtumia kocha kufanya usajili jambo zuri, kwa sababu yeye ndio anaamua mweke nani na mwache nje nani. Pengine kwa upande wako matumizi ya kocha kutumika kama ni sehemu ya usajili ni bora? Hakuna sajili yoyote duniani inaweza kusajiliwa bila benchi la ufundi kuweza kushiriki kwenye hatua moja ama nyingine. Nadhani sasa hivi uongozi ambao tulikuwa nao madarakani ni uongozi ambao unaojitambua, mpaka umeamua kuachukua benchi la ufundi na kamiti yake, wanakaa pamoja kujadiliana lengo na mazumuni ili tuweze kukaa katika system ya kueleweka. Kwa hiyo nadhani Engineer Hersi mwenyewe anaingia ndani deep, lakini kwa ushirikiano mkubwa wa benchi lake la ufundi. Kizenga, pengine msimu huu kwa namna ambavyo sajili zinafanyika, tutarajie msimu ujao kuja Yanga kutengeneza kikosi, tunajenga timu kwa maana hiyo. Yanga kuna maeneo yanahitaji maboresho, ila kuna maeneo mengine pia yanahitaji kufumba macho. Yaani kufumba macho manake ukimuua nyani usimwangalie usoni, kwa sababu akiwa anakuchekea ni tatizo. Sehemu ya kwanza kabisa sugu kwenye klabu yetu, tokea aondoke Fiston Kalala Mayele, tumeshindwa kupata namba 9 striker mwenye njaa ya magoli ambaye anaweza kufanya kitu pale mbele. Hilo la kwanza. Tukiangalia vile vile baada ya kuondoka Alidi Aucho, tumeshindwa kupata typical number 6 ambayo ina uwezo wa kukutana na bato na timu ya aina yoyote Afrika, lengo na mazumuni ili timu yetu iweze kuunda shape nzuri. Unaambiwa kwanza before, kabla ya kuweza kusogea mbele, huaga tunaanziaga huku nyuma huku sina shaka nako. Kuna Djigui Diarra hapa kati, beki zake na beki ya 2 na 3 sina shaka nazo, lakini kuanzia katikati kwenda mbele tunahitaji maboresho makubwa sana. Namba 6, namba 8, namba 10, winga huku na namba 9. Tunahitaji tupate watu ambao ikiwezekana kila namba tuwe na watu wawili ambao wote uwezo wao uwe kufanana ama wa kuzidiana, lakini hawa watu tuhakikishe wanaweza kupancho na National Ahali, wanaweza kupancho na viungo wote wanaokutana nao zile ya Mamelodi Sundowns. Yani Afrika kwenye club bingwa Afrika tuhakikishe na sisi tukienda kwenye mechi mbalimbali tuonekane na sisi tuna uhai. Ni aibu sana katika ligi ya Tanzania kila msimu tunachekana Simba na Yanga. Mimi nimeishia robo finali, umeishia makundi. Haileti mantiki. Tutengeneze timu ambazo zitakwenda kushindana, zitakwenda kufanya mageuzi Afrika kwenye mashindano ya klabu bingwa Afrika. Kwenye mashindano ya ndani kila mmoja ana nguvu, ana power yake. Hapa sasa kwenye level hii kila mmoja anajua jinsi gani ya kupambana na kucheza. Ila kimataifa tuko chini sana. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wangu, tuhakikishe msimu huu, naomba mtusajilie timu ambayo itakayokuwa ngumu sana kwenye kupambana. Nadhani kwenye hili mimi ni mkabidhi Engineer Hersi kupitia GSM. Gharib Said Mohamed ni mtu ambaye msikivu, na anapokuambia kwamba mwakani tena, maana yake ni nini? Maana yake ni kubwa. Bosi wetu anakwenda kutumia billion of money kwa ajili ya usajili mkubwa sana unaokwenda kufanyika kwenye klabu hii ya Yanga. Safari hii tutakwenda kufanya bonge la surprise. Tutakwenda kuja kuleta mchezaji kwa mara ya kwanza kwenye ligi ya Tanzania. Kuna mchezaji anakuja Yanga, atakwenda kulipwa kiasi cha shilingi milioni 150 kwa mwezi mshahara wake. Shukrani sana. Tuko na Chief Kizenga, tunakuja kuzungumza yale ya kimichezo. Chief, kuna mengi sana nazungumzwa kuhusiana na usajili wa Young Africans huku yakisemwa ya kwamba Engineer Hersi hayupo mchini, ameenda kukusanya kijiji chake kuja kufanya makubwa yanayoendelea kuhusiana na masuala ya usajili. Cha kwanza habari ya kuamka ndugu zangu. Safi. Naona mkupoa na kadhalika. Cha pili, sisi kama wanayanga pia tunamtakia mapumziko mema kipa wetu wa zamani Bwana Kindoki. Pia tuna msiba huo umetukumba pamoja. Sisi katika familia hii ukiondoka utabakia kuwa familia. Cha pili, president ni kama kawaida yake, safari hii tumeamua kuja kimya kama mazombi au kama umeme. Maana umeme ukiuangalia unawaka katika mazingira haraka,
huwezi kujua hatari yake mpaka ukufanyie surprise. Kwa nadhani sasa muda huu mimi mwenyewe binafsi sifahamu mpaka dakika hii rais wetu Engineer Hersi yuko wapi, ila analolifanya tunajua ni kitu gani. Kuelekea msimu mpya wa ligi unaokwenda kuanza hapo mwezi wa 8 pamoja na mashindano mbalimbali, nadhani sasa ni muda wetu sisi mashabiki na wanachama kuweza kuhendo na kujiandaa kwa ajili ya msimu mpya. Kwa hiyo sisi tumejiandaa, tumetambulishiwa kocha, tumempokea. Nadhani baada ya hapo sasa